Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini watoto wengine wanaelewa kusoma vizuri na wengine wanapata changamoto ya kusoma vizuri na kuelewa kile walichokisoma? Sio kwamba hawana akili, sio kwamba si werevu, hapana. Bali wanakosa ule uwezo wa kusoma na kutafasiri kile walichokisoma. Leo nitazungumzia kuhusu learning this difficulty known as dyslexia. Katika ubongo, mfumo wa kusoma unategemea na namna nzuri ya kuweza kuconnect the sounds, na katika watoto wengine hii hali ya kusoma, yani kwamba activation of all this part of the brain inakuwa rahisi na mtoto anaweza kusoma vizuri, lakini inakuwa tofauti kwa watoto wengine. Tafiti inaonyesha kuwa watoto wenye changamoto ya kusoma, yani dyslexia, sehemu hii ya ubongo ambayo unaunganisha sauti na maandishi huwa haifanyi kazi kwa kawaida, tofauti na mtoto ambayo brain yake imekaa sawa, na hiyo husababisha wao kupata changamoto ya kusoma. Tunachopaswa kujua kwamba hawa watoto si kwamba ni wajinga. In fact, they are so creative. Yani namna yao ya wao kufikiri, kufanya hands-on activity is very different na very creative. Hivyo basi, mtoto wa namna hii akipata support nzuri kutoka kwa walimu, kutoka kwa wazazi, ana uwezo wa kufundishwa na kuwa a good reader. Kwa sababu gani? Wao ni wanasoma tofauti, na pia huenda akahitaji muda zaidi wa wao kufundishwa. Hivyo basi, ndugu mzazi, ndugu mwalimu, kama umeona aina fulani ya kwamba huyu mtoto mbona nimejaribu kila njia lakini hajaweza kufika pale ambapo anapaswa kuwa kutokana na umri wake, tafadhali jaribu kuangalia na kutafuta msaada. Either tafuta nenda hospitali upate tathmini, je, mtoto yuko level gani au yuko sawa? Ndugu mwalimu, acha kumuona mtoto kwamba ni mjinga, haelewi, lakini jaribu kuangalia ni mbinu gani unaweza kumfundisha huyo mtoto ili kuweza kumtoa sehemu moja na kwenda sehemu nyingine katika swala zima la kusoma na kuandika. Kwa sababu kama umemsaidia kwenye kusoma na kuandika akaweza kuelewa vizuri, hii skill uliompatia ataweza kuitransfer katika hesabu, katika sayansi, jiografia na maarifa ya jamii. Karibuni sana na asante kwa kusikiliza.